Jina naitwa Mele. Mimi mmeona nikidhulumiwa kwa ile video tulienda matanga ya mwenye alikuwa mzee wangu wa kitambo. Okay, ilikuwa tarehe 5 mwezi wa 3, nilikuwa kazi, nikapigiwa simu. Bwanangu amepata accident na wamama wa soko. So nikamwambia sijajua hiyo kitu. Akaniambia amepata accident, nasikia amepata accident place inaitwa Mutagara na ameaga. That night sikulala, nilikuwa na my colleague huko place inaitwa Naisaya. Nikaenda nikawaamsha, nikamwambia sikia kitu yenye ninaambiwa, sijui kama ni ukweli ama ni uongo. Nilijaribu kupigia familia yao, sisters in law, but hawakuchukua simu hata. Kujaribu kupigia mother-in-law hakuchukua simu. Kila mtu kwa boma mwenye ninajua, hakuna mtu mwenye alichukua simu yangu. Nikaamkia Narok tarehe 6, nikakuja Narok. Kuongojea hata kuna mwenye ataweza niambia kuna kitu imehappen kwa hiyo juu nilikuwa napiga simu ichukuliwe. Nikakuja mpaka Narok tukakaa na wazazi wangu. Maneno ikaenea kote ukweli kuwa ameaga. Kukuja kwa wazazi ndio hiyo tarehe 7 sasa mchana ndio mama ananipigia. Akaniambia uko wapi? Nikamwambia nimetoka kazi, nimesikia hivi na hivi na hivi. Wakaniambia, nikamwambia kwa nini nilikuwa napiga simu amchukuu. Akasema maajabu yenye ilifanyika, wewe kuja ungekuwa saizi kwa barabara na watoto unakuja. Nikamwambia nimelia mchana mzima, nimechoka, acha nikuje tarehe 8 sasa yenye ni Friday. Nilipoteremka Kisiju, niliteremka peke yangu na mama. Akaanza kuniambia umekuja peke yako kama nani? Nataka wajukuu wangu. Nataka wajukuu wangu. Nasikia wajukuu wangu utaweza wapeleka kwa watu wengine, mimi nataka wajukuu wangu. Nikamwambia mama mimi nimekuja kujua what happens. Watoto walikuwa shule hata sijawatoa shule. Ndio niwalete, nitawaleta tu. Okay, maisha yangu na bwana mwenye alikuwa amenioa sijaikaa naye kwa amani. Tangu alinioa hii